Tumeona hatua ya kwanza ya kufanya ushirika pamoja na Mungu ni kujua na kuelewa wakati. Lakini hatua ya pili inapatikana katika fungu hili ya kuweza kufanya ushirika pamoja na Mungu, au hatua itakayo kusaidia katika ujenzi wa tabia. Unapoangalia katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 12 mstari wa 32, nitasoma sehemu ya pili anaposema, na wana wa Isakari, watu wenye akili za kujua nyakati, mkato, anasema kuyajua ya wapasayo Israeli wayatende. Kwa hiyo hatua ya pili ni kujua nini cha kufanya. Kwa hiyo hatutaweza kufanya ushirika pamoja na Mungu wa karibu utakao tusaidia kusimama katika zama ambayo iko mbele yetu, lakini pia utakao tusaidia kukabiliana na ujio wa Kristo mara ya pili kama hatujui na kuelewa wakati, lakini pia kama hatujui nini cha kufanya. Ni kweli kujua na kuelewa wakati ni jambo moja, lakini kama hujui kitu cha kufanya kwa wakati ufaao ni bure. Ndio maana neno la Mungu linatuambia katika kitabu cha Mhubiri 3:1, kwa maana kila jambo na majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kwa hiyo lazima kwanza uelewe wakati, hatua ya kwanza, afu hatua ya pili ujue nini cha kufanya. Lakini hiyo haitoshi kutuokoa. Kuna wakati Kristo pia aliwaonya wanafunzi wake dhidi ya Mafarisayo. Unapoangalia katika kitabu cha Mathayo sura 23, Mathayo sura 23, soma pamoja nami katika kitabu cha Mathayo sura 23, tuone jinsi ambavyo Kristo aliwaonya wanafunzi wake dhidi ya Mafarisayo. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Mathayo sura 23 mstari wa kwanza, anasema, kisha Yesu akawaambia makutano na wanafunzi wake, akasema, waandishi na Mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa. Ni kweli walikuwa wanajua mambo ambayo wanatakiwa kufanya, lakini Kristo akaendelea kuambiwa, basi yoyote watakayowaambia myashike na kuyatenda, lakini kwa mfano wa matendo yao msitende, maana wao unena lakini hawatendi. Kwa hiyo kujua cha kufanya ni hatua, lakini haitakuwa na maana kama hautafanya. Unapoangalia katika kitabu cha Mathayo, unapoangalia kitabu cha Mathayo sura ya 5, katika kitabu cha Mathayo sura ya 5 nitasoma mstari wa 17 hadi mstari wa 20. Tuweze kuona ni kweli mtu unaweza kujua na kuelewa wakati. Unayenisikiliza na unayenitazama, kujua wakati ni jambo muhimu, lakini ni muhimu zaidi kujua nini cha kufanya baada ya kujua wakati. Neno la Mungu linasema, nitasoma mstari wa 17 katika kitabu cha Mathayo sura ya 5 hadi mstari wa 20. Msizani ya kuwa nalikuja kutangua torati au manabii, la si kuja kutangua bali kutimiliza. Kwa maana amini nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya torati haitaondoka hata yote yatimie. Basi mtu yeyote atakayevunja amri moja katika hizi zilizo ndogo na kuwafundisha watu hivyo, ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni. Bali mtu atakayezitenda na kuzifundisha. Kwa hiyo kujua tu haitasaidia kama hatutazitenda. Ndio maana neno la Mungu linatuambia tuwe watendaji wa neno wala si wasikiaji tu, hali tukijidanganya katika nafsi zetu. Unaposoma kitabu cha Mathayo 7:21, neno la Mungu linasema si kila mtu anaembe Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye atendaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Ndio maana Yesu alikuwa ni mwalimu mkuu kuliko wote, kwa sababu kila alicho kisema alikiweka katika maisha. Ndio maana hapa anawaambia wanafunzi wake ya kwamba bali mtu atakayezitenda na kuzifundisha, huyo ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo kujua nini cha kufanya ni muhimu, ambapo ni hatua ya pili, lakini pasipo kukifanya ni bure, na mimi na wewe hatutaweza kuokolewa. Mstari wa 20 neno la Mungu linasema, maana nawaambia ya kwamba haki yenu isipozidi haki hiyo
ya waandishi na Mafarisayo hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Kwa waandishi na Mafarisayo walikuwa na maarifa mengi, lakini hayo maarifa hawakuyaleta katika maisha. Walikuwa wanajua cha kufanya, lakini hawakuweza kukifanya. Ndio maana Yesu aliwaambia wajilinde na chachu yao, kwa sababu mafundisho yao yalikuwa ni ya uongo. Matendo yao na mafundisho yao ni vitu ambavyo vilikuwa ni tofauti. Hakukuwa na uwiano kati ya matendo yao pamoja na mafundisho waliokuwa akiyafundisha. Lakini pia tuweze kuangalia katika kitabu cha Ufunuo Yohana. Tuangalie katika kitabu cha Ufunuo Yohana. Ufunuo Yohana sura ya kwanza, nitasoma na ule mstari wa 3. Neno la Mungu linasema, heri asomaye na wao wayasikiao maneno ya unabii huu. Kwa hiyo kusoma ni jambo muhimu na ni jambo nyeti, na kusikia ni jambo muhimu na ni jambo nyeti. Na kama kauli hii ya Ufunuo Yohana sura ya kwanza mstari wa 3 ingeishia hapa, kusingekuwa na tumaini. Lakini atukuzwe Mungu, tumaini liko. Kauli hii haijaishia hapa, anahitimisha kwa kusema na kuyashika. Hili ndilo jambo muhimu kuliko yote. Anasema na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati huu karibu. Ndugu zangu wapendwa, tunaposoma neno la Mungu tunapata maelekezo, lakini kile ambacho ni muhimu zaidi ni nguvu ya kutusaidia kuweza kuyaishi hayo maelekezo. Kwa hiyo ndugu zangu, hatua ya pili ni kujua nini cha kufanya. Lakini kama tutajua na tusipofanya, hatutaweza kusimama katika zama ambayo iko mbele yetu na hatutaweza kuokolewa. Ndio maana unapoangalia katika kitabu cha Injili ya Yohana, fungua pamoja nami napohitimisha katika kitabu cha Injili ya Yohana. Injili ya Yohana sura ya 13 na ule mstari wa 17. Injili ya Yohana sura ya 13 na ule mstari wa 17. Tuone hatua ya 3. Kumbuka hatua ya kwanza tumeona ni kujua na kuelewa wakati. Tulitazama Mambo ya Nyakati wa kwanza 12:32. Hatua ya pili tukaona ni kujua nini cha kufanya katika fungu hilo la Mambo ya Nyakati wa kwanza 12:32. Lakini pia na mafungu ambayo nimeyasoma katika kitabu cha Mathayo na Ufunuo wa Yohana. Lakini hatua ya 3 ambayo ni nyeti na muhimu zaidi ni katika kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 13 mstari wa 17. Neno la Mungu linasema, mkiyajua hayo heri ninyi mkiyatenda. Hii ni kauli ya sharti ya kwamba tutakuwa na heri, tutabarikiwa kama tutayatenda yale ambayo tunapaswa kuyajua. Lakini pia nitahitimisha katika kitabu cha Injili ya Yohana 15 mstari wa 14. Kwa sababu kumbuka, hatua hizi zinatusaidia kufanya ushirika pamoja na Mungu na kuweza kuwa marafiki zake. Sasa Kristo anazungumza neno moja tu ambalo litatuwezesha kuweza kuwa marafiki zake. Katika kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 15 mstari wa 14, neno la Mungu linasema, ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda niwaamuluyo. Kwa hiyo hapa kuna sharti, tutakuwa marafiki wa Kristo tu, si tu kwa kujua na kuelewa wakati, si tu kwa kujua nini cha kufanya, lakini zaidi sana tukitenda kile ambacho tunatakiwa kujua. Kumbuka, hatua hizi ni muhimu sana katika ujenzi wa tabia. Na tunapoendelea katika kujifunza mada hii ya mpango wa ukombozi, tutaangalia kipengele kimoja kimoja katika vipengele hivi vitatu vitakavyotusaidia kuweza kufanya ushirika pamoja na Mungu na mwisho wa siku kujenga tabia. Katika somo linalofuata, napenda usikose na kumbuka kalamu, daftari pamoja na Biblia yako. Katika siku ya leo nitaishia hapa, lakini kwa majaliwa ya Mungu katika somo linalofuata tutaweza kuangalia hatua ya kwanza katika vipengele hivi vitatu vya kuweza kufanya ushirika pamoja na Mungu, ambao ni kujua na kuelewa wakati. Kwa hiyo na kualika usikose katika somo linalofuata. Lakini ningependa kabla jaacha kunitazama na kunisikiliza, tuweza kupata ombi la pamoja. Basi kama una nafasi ya kupiga magoti
utasujudu kwa njia ya kupiga magoti. Na kama una nafasi ya kusimama, naomba ukiwa umesimama. Lakini endapo umekaa, hata hapo ulipo, jinyenyekeze mbele za Bwana kwa kuinamisha uso wako. Binafsi nitapiga magoti. Baba yetu wa mbinguni, na kushukuru kwa wema wako na upendo wako katika maisha yetu. Asante kwa kutufunulia siri hizi za ajabu. Tuwezeshe ziweze kutusaidia katika safari yetu ya imani. Umeahidi katika neno lako, unawapinga wenye kiburi na wajikuzao, bali wanyenyekevu unawapatia neema. Tupatie mioyo ya kufundishika kama watoto wachanga, ili tuweze kuwa tayari kupokea miali ya nuru na kuruhusu maisha yetu kubadilishwa na miali hiyo, na mwisho wa siku utakapowaongoka ututumie katika kuimarisha wengine, na mwisho wa yote utakapokuja mara ya pili uweze kuwa na kundi kubwa litakalokuwa tayari kuishi na wewe milele zote. Bariki mtazamaji na msikilizaji wa Sauti ya Marejeo TV, lakini muwezeshe na umsaidie katika wakati mwingine aweze pia kufuatilia mwendelezo wa masomo haya ambayo tutakuwa tunajifunza. Naamini umesikia na utajibu sawa na mapenzi yako. Ndivyo ninavyoomba kwa imani, kwa jina Yesu Kristo, amina.